Hello? Yes, Mwiti niambie niko hapa. Niko poa. Ati kumeenda aje? Ni kubaya, kimeumana. Kumewaka moto. Kuko kubaya. Na nikuulize. Paul kwenda kutext bwana za wenyewe ya nini? Nani mimi? Mimi nilitext bwana ya watu. Kwa sababu bwana ya watu alikuwa ananitext. Na si ati nilimtext kitu mbaya. Si ati nilikuwa na flat na nini. Alafu another thing. Kitu watu hawaelewi si okay. Hivyo tu venye unaniuliza ndivyo nakujibu. Kitu watu hawaelewi ni ati si kujua Tiffany na nikajua bwana yake. Nilikuwa ninajua bwana yake kutoka kitambo. I had even his number kutoka kitambo because he was my ex. Sawa sawa. Oh, Frisco is your ex? Yeah, he was my ex. So hivyo ndo nilimjua. So hata nikikuja nikuulize wewe uko na bwanako ambaye ni Onsare. What are you doing with your ex number until today? Aya, sikiza hapa. Sikiza sasa. Namba yake ilikuwa kwa simu yangu but we were not talking. Sawa? Then after some time nikajuana na the girl. So after kujuana na the lady, the guy texted me. Story na kuniambia nisaidie demi yake na kumshika mkono vitu na YouTube na whatever hizo vitu zote. Ni sawa? So mimi sikuwa na any intentions za kuchat chali yake ama nini. Sawa. So mimi nilimtext back juu alinitext. Sawa? And mimi napo ndo niliachia story. Hapo ndo niliachia story. But sasa yeye maybe akiwa na something ama an idea ananitext. Mwiti mimi remember niko na Onsare na si ati ninataka chali ya watu. Mimi nimetosheka na chali yangu. Nimetosheka na chali yangu. Sawa. So mimi nilikuwa namuongelesha time ananiongelesha. Na mimi sikuwa ninajua if Mwiti it was a problem. Ni sawa? Mwiti my friends ngoja. My friends wako na namba ya Onsare. Marafiki zangu wako na namba ya Onsare. But what matters ni how what they are talking. Si ati niko na namba ya kukuwa na namba ya mtu Mwiti si vibaya. Vibaya considering no Steve. Considering this one. Ni sawa. Ni sawa Mwiti. Ni sawa kukuwa na namba ya mtu ni vibaya. But the girl angenitafuta niambie Tiff kukuwa na namba ya chali yangu ni nini ni vibaya. Ningeelewa. Mwiti ningeelewa, mimi ni binadamu. Hata kama angeshindwa kuniapproach, angeambia chali yake, please don't talk to Tiff. Acha kuongea na Tiff, hainibambi. Una get? Sasa mimi kufika hapo ndo nashangaa. Na nilienda kwake nikamuuliza like am I the problem? Is having your man's number a problem? Mimi sina shida. Tiff, anasema ulikuwa unamsema vibaya ndo aachwe. Mbona aachwe? Nisaidike na nini? Like what were you talking about? Ulikuwa unaongea nini na huyo chali yake? Anasema like ulikuwa unaongea like kuna vile ulikuwa unaongea vibaya ndo aachwe na huyo. Mimi sikuwa naongea vibaya. Nataka tupelekane vizuri ndo kila mtu aelewe hapa venye kunaenda, sawa? Chali yake yeye amekuwa akiniambia Tiff, saidia bibi yangu hivi, saidia bibi yangu. And then you people you are talking ati kukua na namba ya ex wako ni vibaya, sijui ni vibaya. And some of them hapo wako na namba ya chali zao, ma ex wao. Hata wengine mnarudia ma ex wenyu. So mimi I don't realize like shida yangu ilikuwa wapi. But hata kama ni shida Mwiti, hata kama ni makosa kukua na namba ya ex. No, si vibaya nakwambia. The problem is anasema ulikuwa unasema akigiftiwa na mtu mwingine kwa live yake unakimbia kwa ex kwa bwana yake unamwambia ati anagiftiwa na wanaume. Kazi yake hata wanaume wengine. Mwiti. Mimi ninataka evidence. Sitaki story mingi. Juu mimi kila kitu nimeongea before ufike hapa nimewekea watu kwa speaker. The time I went to her house nilijua maybe a time like this itafika.
Na mimi nikasema mimi ninajua maybe nili invade our privacy, but nikasema in case Kiumane hapa itakuwa ngumu sana kuongea. So nikasema let me have a recording yenye nikienda kwake our conversation venye tuliongea. So everything I asked her, nikamuuliza vizuri sana. Msichana, kukuwa na namba ya chali yako ndio inaweza kuwa ni vibaya. Juu niliona recording akisema ati ukikuwa na namba ya ex wako wewe ni mchawi. Mimi sikujua ni vibaya. Na mimi hakuna mahali nimemwongea Mwiti. Chali yake ameishi kunilazimisha ile nimshike mkono ni nini nifanye nini. So ikafika place akitaka kumfanyia kitu ananiuliza. Unaona, ananiuliza is this bla 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 bla, iko sawa, hii iko sawa, iko aje. Unaona, mimi nilikuwa namjibu kama venye tu Onsare anaweza ongea na mtu akitaka kuni gift. Unaona venye unaleteangwa surprise gifts. Mwiti umekaa kwa nyumba unaletewa fridge, unaletewa maybe roses, unaletewa. Akona huyo rafiki mwenye anaongeanga na yeye ananiletea. Sawa, anamuongelesha nikuulize wewe Tiffany, wewe ni red flag. Mara red flag wewe. Ni sawa, wewe unaongea na wanaume wengine. Onsare anajua unaongea na ex wako. Yes. That is now Onsare anajua. That's the good point. Good point. Does Onsare know you have to talk to her? Nyamaza. Onsare is not here, but this is now the good point. Mwiti nikiongea na Evans niliambia Onsare. Nilimwambia my ex is texting me. Sawa? Akaniuliza the first question niliulizwa na yeye was why do you have his number? Sawa? Nikamwambia mimi alinitext the other day akiniuliza mambo na sijui nisi reveal identity yake sijui na nini. Nikamwambia akaniambia it's okay, akaniambia be careful. Just be careful. Nikamwambia it's okay, I'll be careful. Mimi conversation yangu na the guy, it's the mwambia atume alete the conversation. Mimi hakuna mali nishaiongelelea mbona ni mwaribie relationship and I have my relationship. Mbona? Okay, mimi nataka kujua from your perspective, what do you think is the problem between the two of you? Mimi I know the problem is mimi having the number ya chali yake. Na uko umemwambia when you were friends. Na mimi alikuwa anajua. Then mbona overreact sai? Alikuwa anajua Mwiti, alikuwa anajua that niko na namba ya chali yake. Juu hadi chali yake akikuja hapo kwa nyumba yangu alikuwa anapiga simu. Anasema ongea na babe wangu, if they want something, if they have maybe a misunderstanding, mimi ndo napigiwa simu. Mbona basi nilikuwa napigiwa simu? Tiffany knew he was my ex. Si ati hakuwa anajua. She knew. Si ati hakuna. Lakini Frisco pia kona wazimu. Like why are you friends with your ex? Na uko na girlfriend yako unakuja unataka kwa close together. Mwiti, mimi sina shida ati mbona akona namba yangu and all that. Maybe when things didn't work for us, maybe things worked for them. Sawa. That is me. Na mimi hakuna venye ati nitaanza kusimama ninaambia ati chali mwingine ati dem yako anafanya hivi na hivi. Nikasikia the girl said ati nilikuwa ninatumia the guy ati videos dem yake akiwa amelewa and all that. Mimi I don't get drunk. Wakikuja wanakujanga hapa wana video call machali wao, kila mtu na chali yake. Wao wanaoneshana wao ndo wamelewa, alafu mimi narudi naambiwa mimi ndo nilisema. Nashangaa mimi nilisemea wapi? Mwiti, the last time the text maybe yenye ninajua ilileta shida hapa ni moja. Ni moja na niko na hiyo text. Sawa? Gani yo? What is the text? The text. Skiza tuitanikwa tuambie what is the text. Si ati itanikwa, mimi mwenyewe ndo nimepeana hapa. Nilikuwa nishaiweka hapa kwa screen. Okay, which you need there. So the text like this, Mwiti the guy amekuwa kiniambia like all the time nisi give up on her girlfriend, like nisi give up kumshika mkono na vitu kama YouTube na vitu kama TikTok na mambo ya kumuonesha biashara and all that stuff. Akaniambia nisi give up na nani? Nisi give up na demi yake. Nisi give up.
So ile time ilikuwa mambo ilianza kukua too much. Nilitext the girl. Nikona I'm texting the girl, but the girl is also ignoring me. Hakuna solutions. Nikatext chali yake nikamwambia, hey, mimi I think like mimi staki friendship. I think this is hivi na hivi. I just want to be alone. Staki kukua like na one-sided friendship. Kitu kama hivyo tu. Mimi sioni anything wrong there. Na kama there is something wrong there, Mwiti, nilienda kwa Tiffany kwa nyumba. Angeniambia aje? Angeniambia, Tiff unafanya makosa kutext chali yangu. Ninge understand. Sasa mimi ningejua aje ni makosa? Na si ati ninamtext na flat na yama namharibia jina. Hakuna mali nimeharibia msichana jina. Mbona nimharibie jina? Na at the end of the day mimi ndo niko hapa nangangana kumuonesha venye YouTube itamlipa, nangangana kukumpeleka maybe tufanye endorsements, tufanye nini, na nataka ajulikane, like angangane, like tukue like tuko in the same line. Unaona? So mimi nashangaa shida iko wapi? Angenitext aniambie, Tiff usitext bwanangu, na akisikia ni ngumu kuniconfront aambie chali yake venye tu ninaweza ambia chali yangu. Onsari, sifurahi nikiona ukitext Mwiti. Can you try and control that? Onsari ataniambia aje, it's okay babe, I'll try and limit. Ni sawa? Ni same thing angeambia chali yake aje, usitext na Tiffany, usitext na Tifidoli. Chali yake angefix things. But sasa mimi nikiblock chali yake hapa kwa namba hii ya majuni. But Tiff, mlikonga pamoja juzi. Tiff, mlikonga pamoja na yeye juzi. Unaona hiyo time nimeenda kwake, hiyo ndo time nimeenda kuongea na yeye nijue shida ni gani. Juu mimi nilikuwa ninaona there is something off, but hasemi shida ni nini. Because alikuwa anaongea na parables kuanzia hata nilikuwa kwa live akiongea parables. So time nilienda nikaingia kwake, nikamuuliza tu pole we talked. But mimi nilikuwa nimeenda hapo juu mimi sikujua I'm the problem in the first time. Sawa? Mimi ni mbaya Mwiti, maybe I'm not perfect, maybe I'm a red flag, maybe I'm a fake friend, but I deserved to know. Ningefaa kujua nini inaendelea. So nikaenda nikamuuliza aje, what's the problem? Am I the problem? Akanizungusha akaniambia no, I'm not the problem. Sijui kuna wasichana wana text babe. Nikimuuliza ni wasichana wagani, ananiambia marafiki wake wenye alikuwa na date hapo kitambo wengine. Unaona? So mimi nikamwambia it's okay, but nikamuuliza uwezi kuwa unajua majina, at least we solve this thing. Kumbe mimi ndio issue na nakwambi. But then that is mature. Kama kukuongelesha na ulikuwa umeenda na mkakuwa physical, then akako very mature. Mimi nikaenda, nilijitoa hapa nikaenda kwake, and juu nilijua italeta shida na watu nikikuja kuambia watu watakuwa like, Tiff wendo mbaya, Tiff wendo beshte mbaya, wendo uko na moshene, wendo uko na mdomo. But mimi nika take time, nikamrecord kwa simu yangu, nikarecord yo na nikaiweka, nikajua in case kikue kuende venye kutaenda. Mtu akikuja nikijaribu kujongea mtu akwe like sieleweki, nitafanya nini? Nitaleta to the voice note. Jumi nilikuwa kwa nikamuuliza, is having your man's number a problem? Is it a problem? Akaniambia mimi Tiffany mimi naweza kuambia Tiffany ni hivyo umejiexplain for too much. Ukabla upandishe kio juu anasema mpandishe. Mimi naweza kuambia hivi, your problem was even texting that man in the first place. Mimi says entertain ex wangu. That is a big mistake you are doing. I know. Na especially if you knew walikuwa na date. Pia mimi ningekasirika, by the way ningekasirika kiplani, ningeshangaa like rada kwa sababu sijui mnaongelelea nini. So I understand her reaction. But at the same time pia mimi I understand. Sijakataa nikasema Mwiti si mimi niko na makosa. That's why nimesema yes niko na makosa, but makosa yangu ningeambiwa. Angeniambia. Okay, sasa ndo nakwambia. Ndo nakwambia hivi Tiffany, ndo nakwambia hivi. Mwiti, acha tufanye aje, tuende na turns ndo tuelewane, tusi contradict. Okay. So Mwiti, mimi nikiona either my man, okay let's say my man, nikiona Onsare akona some sort of ka texting hakanibambi na mtu fulani, nitamwambia babe,
ukitext na udem si feel comfortable. Mbona unamtext sana? Mbona unaongea na yeye sana? Unaona? My man atajua how to handle it. Maybe apunguze the attachment, ama apunguze hiyo text and whatever, ama ni block. Ni sawa? But yeye hakuniambia. She never told me I was the problem with it. Ningejuaje? Maybe venye yeye ana take like nini perspective yake, sio venye mimi nafikiria. Maybe mimi nafikiria chali yake akimtafuta amkose, akinipigia simu aniambie Tiff, have you seen my girl? Mimi ninaona hiyo si shida. But yeye maybe anaona ni shida. Now I know. But at least angeniambia. She could have told me. Yeah, that no nakuja pasa kusema na nasema nataka kusema, if you kama uli meet, if you guys meet and you talk about it and she did not, then amekuja ku react hivi leo. I think wewe Tiff mwingine, don't be immature. Imagine that is immaturity. Imagine this thing mungekaa nyinyi wote watatu and you find out nini what is the problem, nini shida, what has Tiffany been doing with my man. Akuoneshe text zake zote, wewe bwanako akuoneshe text zako zote. Juu Frisco aliniambia anakuja Kenya, by the way. Anakuja Kenya. Sasa siju mungekaa chini hata mungejua, mungeongeleshana. Na wewe pia wewe uko na makosa zako. Unaenda kutext wanaume wengine wa nini? Pia wewe uko na makosa. Tiffany Dolly. Wacha kutext wanaume wa wenyewe alafu unakuja ungeblock in the first place. Wewe ungeanza kumblock. Ungekatiza hiyo conversation kuanzia uko mbele. Wacha sasa ukipate upelekwe juu. Uko red flag kama hiyo red yako umevaa. Una text bwana wenyewe na uko na bwana yako ni Onsare. Wewe bwana mke mwingine akitext Onsare, ati usaidie bibi yake na ni ex wake anamtext. Ungesikia aje? Pia wewe uko na makosa. Uko na makosa. Uache kutext mabwana za wenyewe, unaingia kwa DM za wenyewe. Tiffany and wa Magambut the same WhatsApp group. Tiffany na ule mwingine wa Magambut the same WhatsApp group. Mutakoma this time. Mutakomeshwa. Mabwana wenyewe is a no go zone. Mukomeshwe. Kwanza ningekuwa hiyo Tiffany mwingine, vaa kucha hiyo Tiffany mwingine. Aya, ni sawa. Nivo umemaliza sasa. Umemaliza Mwiti?